Hello msikilizaji, karibu katika simulizi, na hii ni simulizi kipande cha 4. Kama hukuwa nami kipande cha kwanza, cha 3, cha pili, basi ni muda wako kuhakikisha una subscribe ili tuweze kuwa pamoja. Nikukumbushe tulipokuwa tumeishia ni hapa. Aisha, tangu nimeonja mahaba yako na kuona unyenyekevu wako, nimegundua kuwa maisha yangu yote niliyopitia, nilikuwa naishi jangwani, nilikuwa na kila kitu lakini sikuwa na amani. Nataka nikuoe rasmi mbele ya Mungu na wanadamu. Nataka uwe malkia wa maisha yangu. Bana, hapo ndipo tulipokuwa tumeishia. Unaweza kunipea sapoti kwa kusubscribe, kushare na kulike, kisha na kutoa maoni yako. Mimi ni Mr. King Vam. Ungana nami na hii ni Vam TV Online. Simulizi yetu mahaba ya binti wa Kitanga. Niseme tu karibu sasa, tuendelee pale tulipokuwa tumeishia. Machozi ya furaha yalimlenga Aisha. Hakuamini kuwa safari ya kuteseka sokoni ingeishia kwenye pete ya dhahabu ufukweni mwa bahari. Aisha alitikisa kichwa kwa kukubali, na Mauridi akamvisha pete ile iliyokaa vyema kwenye kidole cha chemba ya Aisha. Baada ya siku 3 kuisha, Mauridi aliondoka kwa Aisha na kuendelea na kazi zake. Kumbe nyuma la pazia la wema wa Mauridi kulikuwa na siri nzito ambayo Aisha hakujua. Yaani Aisha hakujua kuwa Mauridi ni kijana bachela tu. Alikuwa tayari ameshafunga ahadi ya ndoa na binti mmoja aliyeitwa Zuena. Unaona, kumbe Mauridi alikuwa amefunga ahadi kwingine pia. Zuena alikuwa binti wa kitajiri, mtoto wa mfanya biashara mkubwa jijini Dar es Salaam. Wazazi wa pande zote mbili walikuwa wameshakubaliana na taratibu za harusi iliyopangwa kufanyika mwezi mmoja ujao. Zilikuwa zimepamba moto. Zuena alikuwa mwanamke wa kisasa, mpenda anasa na mwenye wivu uliopitiliza. Siku hiyo jioni, Zuena alimtembelea Mauridi ofisini kwake bila taarifa. Alikuta Mauridi ameshika simu yake akitabasamu, akiangalia picha ya Aisha aliyokuwa amempiga kwa siri siku chache za mchana. Mauridi, mpenzi, mbona unacheka peke yako? Kuna nini kipya kwenye hiyo simu yako? Zuena aliuliza huku akisogelea kwa muda, akitembea kwa madaha na kujitupa kwenye kochi la ofisi ya Mauridi. Mauridi alishtuka na kuzima simu yake haraka. Hakuna kitu, Zuena. Nilikuwa naangalia tu baadhi ya ripoti za mauzo za mwezi huu. Nimefurahishwa na mwenendo wa biashara. Zuena alikunja uso, macho yake yakimchunguza Mauridi kwa mashaka. Ripoti za mauzo zinakufanya utabasamu kiasi hicho? Hebu nionyeshe. Nataka nione hizo ripoti zinazokupa furaha kuliko mimi mchumba wako. Zuena, achana na kazi sasa hivi. Je, umeonana na mpambaji wa ukumbi wa harusi yetu? Maandalizi yanaendaje? Mauridi alijaribu kubadili mada kwa haraka, akihisi jasho jembamba likimtoka.
kila kitu kiko sawa Mauridi, lakini nakuhadhari, usije ukanifanyia mchezo wowote. Unajua baba yangu amewekeza kiasi gani kwenye hii harusi. Sitokubali dharau ya aina yoyote, Zuena alisema kwa sauti ya ukali iliyojaa mamlaka, huku akimtazama Mauridi kana kwamba anasoma kilicho ndani ya moyo wake. Mauridi alinyamaza, akijua fika kuwa amejenga jumba la karata ambalo upepo kidogo tu unaweza kuisambaratisha. Baada ya tukio hilo, Zuena alihisi kuna jambo linaendelea la siri kwa mpenzi wake. Aliamua kuanza kumfuatilia kila hatua ili kujua yaliyojificha. Siku moja baada ya Mauridi kutoka kazini, aliwasha gari yake na kufunga safari hadi kwa Aisha. Wakati huo kumbe Zuena alimuona, alianza kumfuatilia nyuma akiwa na gari yake aina ya Crown. Hiyo gari alipewa na baba yake kama zawadi huyo Zuena. Mauridi baada ya kufika nje ya nyumba ya Bi Mwajuma, alishuka kwenye gari yake kisha akaelekea hadi chumbani kwa Aisha. Wakati huo Zuena aliona kila kitu hadi Mauridi kuingia kwenye kile chumba cha Aisha. Aliamua kupaki gari yake pembeni. Hasira zilimpanda na mapigo ya moyo yalimpanda, yani yakaenda kasi kabisa. Alishuka kwa fujo kuelekea moja kwa moja kwenye mlango wa chumba cha Aisha, akaupiga teke kwa nguvu huku akipiga yowe. Mauridi, toka nje mara moja, najua uko humu ndani na huyo maraya wako. Zuena alifoka, sauti yake ikivuma mtaa mzima na kuwavuta majirani akiwemo Bi Mwajuma. Mauridi alifungua mlango akiwa amepigwa na butwaa, huku Aisha akiwa amesimama nyuma yake, uso wake ukiwa umejaa hofu na mshangao. Hakujua huyu mwanamke aliyekuja kufujo ni nani. Zuena, unafanya nini hapa? Mauridi aliuliza kwa sauti ya kutetemeka, akijaribu kuzuia mlango. Nafanya nini hapa? Mimi ndiye nakuuliza wewe. Harusi yetu ni mwezi ujao, kadi zimeshatoka na wewe uko huku Uswahilini na binti anayenuka shombo. Zuena alimsukuma Mauridi na kumfikia Aisha, akimnyoshea kidole cha jicho. Wewe binti, unajua huyu ni mume wa mtu? Unajua unacheza na nani? Baada ya kauli ya Zuena, Aisha alijaribu kujitetea kwa sauti ya upole, machozi yakimlenga-lenga. Samahani dada, mimi sikujua kama ana mchumba. Mauridi hakuniambia. Usiniite dada, mimi sio dada wako. Zuena alimrukia Aisha na kumshika koo, lakini Mauridi alimuwahi na kumvuta nyuma. Zuena, acha. Aisha hana kosa, mimi ndiye niliyemfuata Mauridi, alifoka kwa hasira, jambo lililomfanya Zuena azidi kuwa mbogo. Kwa hiyo unamtetea huyu kuliko mimi? Unasubutu kunifokea mbele ya watu kwa ajili ya binti anayeishi kwenye kijichumba kama hiki? Zuena alianza kuvunja vyombo vilivyokuwa mezani na kulalua mapazia ya Aisha. Nitahakikisha nyumba hii inateketea, na wewe Aisha, nakupa saa 2 uhame hapa, la sivyo utajua kwa nini mimi naitwa Zuena, binti wa tajiri. Ugomvi huo ulikuwa mkubwa kiasi kwamba polisi wa doria walilazimika kufika eneo la tukio kutuliza ghasia, huku Aisha akibaki ameketi chini akilia kwa uchungu, akigundua kuwa ndoto ya mapenzi ilikuwa imegeuka kuwa jinimazi la aibu mbele ya majirani zake.
Baada ya tembuli lile zito, Zuena alitoka nje ya kile chumba, acha Aisha huku akivuta pumzi kwa hasira. Marafiki zake wakimfuata nyuma huku wakirekodi matukio kwa simu zao. Maulid, umejichangulia aibu, usisubutu kukanyaga nyumbani kwetu, na kuanzia leo sahau kuhusu ndoa. Zuena alifoka kwa mara ya mwisho kabla ya kuwasha gari lake na kuondoka kwa kasi, akimwacha Bi Mwajuma na majirani wengine wakibaki midomo wazi kwa mshangao. Ndani ya chumba kulikuwa na kimya kizito kilichotawaliwa na sauti ya kwikwi za Aisha. Vitu vilikuwa vimetapakaa chini, vyombo vimevunjika na mapazia yamelaluliwa. Aisha alikuwa ameketi pembeni ya kitanda chake, mikono yake ikitetemeka huku machozi yakitiririka mfululizo. Maulid alimsogelea kwa unyonge na kupiga magoti mbele yake. Aisha, nakuomba unisamehe, sikutegemea mambo yangefika hapa. Nilipanga kukuambia kila kitu kwa wakati sahihi, lakini shetani amewahi. Aisha alinyanyua macho yake yaliyovimba, sauti yake ikiwa imekwaruzika. Kwa nini Maulid? Kwa nini hukuniambia una mchumba na harusi yako ipo karibu? Mimi ni maskini ndio, lakini nina heshima yangu. Sikutaka kuvunja nyumba ya mtu wala kuwa chanzo cha ugomvi kiasi hiki. Leo mtaa mzima unanicheka, wananiona mimi ndiye mharibifu. Maulid alimshika mkono wake kwa upole, akijaribu kufuta machozi ya Aisha na kuhakikisha moyo wangu hauko kwa Zuena. Nilikuwa kwenye mtego wa familia, lakini tangu nimekutana na wewe nimejua maana ya amani, na kuomba usilie. Ni simulizi Binti Mahaba ya Binti wa Kitanga. Hakikisha una subscribe ili tuweze kujua yote kilitokea nini baada ya hapo. Na kuomba usilie. Nitarekebisha kila kitu, nitahakikisha kila kilichoharibiwa kinarudi katika hali yake, na zaidi ya hapo, nenda Maulid, Aisha alisema kwa sauti ya kukata tamaa. Nenda kamtulize mchumba wako, mimi nahitaji kuwa peke yangu sasa hivi, siwezi hata kumtazama Bi Mwajuma usoni. Maulid alizidi kumbembeleza, akimwahidi kuwa hatamwacha na kwamba hii ni jaribu tu la mpito. Tulia mpenzi wangu, nitakupigia simu baada ya muda mfupi. Naomba usifanye uamuzi wote mgumu, na kupenda Aisha, hili halitabadilika. Baada ya kuona Aisha ametulia kidogo, Maulid alisimama kwa shingo upande. Alimtizama Aisha kwa mara ya mwisho kwa huzuni, kisha akatoka nje na kuingia kwenye gari lake. Aliondoka eneo hilo huku kichwa chake kikizunguka, akifikiria jinsi ya kuikabili familia yake na jinsi ya kumlinda Aisha dhidi ya hasira za Zuena ambazo zilikuwa ndio kwanza zimeanza. Aisha alibaki peke yake ndani ya kile chumba kilichovurugika. Maulid aliamua kwenda nyumbani kuongea na wazazi wake. Hali ya hewa ndani ya sebule ya Mzee Salum, baba mzazi wa Maulid, ilikuwa nzito kama mawingu ya masika wanaojiandaa kuachia mvua na gharika. Maulid alipoingia tu ndani, harufu ya udi wa kizamani na sauti ya kwikwi za Zuena zilimkaribisha. Zuena alikuwa amekaa chini kwenye zulia, amejivika ushungi uliolowa machozi, huku mama yake Maulid, Bi Amina, akiwa ameshika bega kwa huruma na hasira dhahiri.
ikionekana usoni mwake. Na mzee Salumu alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi cha mbao za mpindo sudu. Ameshika tashbihi ambayo ilikuwa ikizunguka kwa kasi kati ya vidole vyake. Macho yake makali yalimtizama mwanaye, akiashiria kuwa dhoruba ilikuwa inakuja. Karibu Mauridi, mzee Salumu alianza kwa sauti ya chini lakini yenye mamlaka iliyotetemesha kuta za sebule. Karibu uone madhara ya mikono yako. Karibu umtazame huyu binti uliyemchumbia, uliyemwahidi maisha na uliyemgeuza kuwa mchezo wa kuigiza mbele ya jamii. Zuena alizidisha kilio. Mauridi, nimekukosea nini? Kweli unanidhalilisha kwa ajili ya yule binti wa mtaani? Unaniacha mimi uliyenichumbia kwa heshima, unakwenda kuchukua mwanamke ambaye hujui asili yake. Bi Amina hakuweza kuvumilia. Alisimama na kumnyoshea Mauridi kidole. Mauridi, mimi ndiye niliyekubeba miezi 9. Sikukuzaa ili uje kuwa mwanaume asiye na msimamo. Zuena ni chaguo la familia. Zuena ana heshima na elimu na ni binti ambaye tunamjua. Huyo mwanamke wako mwingine ni kishawishi cha shetani. Hatumtaki na hatumtambui. Mauridi alishusha pumzi ndefu. Alikuwa amesimama katikati ya sebule akiwa amevaa suti yake ya kiofisi iliyomfanya aonekane kama meneja kweli, lakini moyo wake ulikuwa umetulia tuli. Hakuteteleka. Baba, mama, naomba mnisikilize. Mauridi alianza kwa sauti ya upole lakini iliyopasua anga. Zuena, na kuomba ufute machozi, maana kilio chako kitabadilisha kile ambacho moyo wangu umeshaamua hakitobadilisha. Mimi ni mwanadamu na zaidi ya yote mimi ni mwanaume anayetafuta utulivu. Utulivu ni kwenye mikono ya mwanamke wa barabarani. Bi Amina alifoka, sio barabarani. Mama, Aisha hana adabu. Aisha yupo na adabu, ana heshima na zaidi ya yote ana yale mambo mimi kama mwanaume nimeyakosa kwa Zuena kwa miaka yote hii. Mauridi alijibu bila woga. Nimekuja hapa kusema ukweli, sio kutafuta upatanishi wa kinafiki. Nimekuja kueleza uamuzi wangu wa mwisho. Nimeghairi kumuoa Zuena, mke wangu sasa ni Aisha. Kimya kizito kilitawala. Zuena alihisi kama amepigwa na radi. Mzee Salumu aliacha kuzungusha tashbihi. Mauridi, unajua unachokisema? Mzee Salumu aliuliza. Zuena ni mchumba wako wa halali. Taratibu zimeshafika mbali. Baba, heri nivunje taratibu leo kuliko kuvunja maisha yangu kesho. Mauridi alieleza kwa ufasaha wa kimeneja. Zuena ni binti mzuri, ana kila sifa ya nje ambao kila mtu anaiona, lakini ndani ya nyumba yangu nimekuwa nikiishi kama mgeni. Nimeishi na mwanamke ambaye hajui kumpoza mume, mwanamke ambaye kila akiamka ni malumbano, dharau na kukosa unyenyekevu. Alizamisha macho kwa Zuena ambaye alikuwa amepigwa na butwaa. Mauridi alisema, basi Zuena, unakumbuka mara ngapi nimekuomba ubadilike? Unakumbuka mara ngapi umenijibu kuwa wewe ukuumbwa kunitumikia? Leo unalia, lakini ulikuwa wapi wakati moyo wangu ukiwa na kiu ya mahaba na utulivu? Aisha amenipa kile ambacho wewe ulikiona ni utumwa. Amenipa heshima, amenipa unyenyekevu wa kitanga na amenifanya nijione mwanaume tena.
Bi Amina alijaribu kuingilia kati, lakini Mauridi alisema, Aisha hana elimu kama ya Zuena. Aisha hajafika ngazi zako. Mauridi alitabasamu kidogo. Mama, elimu haitandiki kitanda. Elimu haipiki chakula kwa mahaba. Mimi ni meneja wa kampuni kubwa ya usafirishaji. Mchana kutwa na kuwa kwenye kelele za malori bandarini na kodi za forodha. Nikirudi nyumbani sihitaji meneja mwingine wa kunipa amri. Nahitaji mke, nahitaji Aisha. Yeye ndiye anayejua kuniondoa uchovu kwa neno moja tu la unyenyekevu. Mzee Salum akiwa ni mtu mwenye busara na aliyewahi kuona mengi, alitulia. Akamwangalia mwanamke kwa jicho la ndani. Aliona msimamo ambao hakuwahi kuona kwa Mauridi hapo awali. Aliona mwanaume aliyepata kila anachokihitaji. Amina, nyamaza, Mzee Salum alimwambia mke wake, kisha akamgeukia Mauridi. Mwanangu, mapenzi ni kama safari ya baharini. Nahodha anajua wapi jahazi lake linatulia. Ikiwa umepata amani kwa huyo binti na ikiwa ameweza kubadilisha kiasi hiki, basi mimi kama baba yako sina neno la ziada. Heri mume anayeishi na mwanamke asiye na jina lakini ana amani, kuliko mume anayeishi na malkia lakini moyo wake unavuja damu. Bi Amina alishusha mabega yake, ingawa alikuwa bado ana kinyongo. Hakusubutu kupigana na kauli za mumeo. Alimtazama Zuena kwa huruma, akijua kuwa vita imekwisha. Zuena, baada ya kusikia maelezo ya Mauridi, maelezo yaliyojaa kweli mchungu kuhusu tabia zake, alishusha pumzi ndefu. Machozi yake yalianza kukauka, sio kwa sababu ya furaha, bali kwa sababu ya kukubaliana na uhalisia. Alijitizama ndani ya kioo cha nafsi yake na kuona wapi alipokosea. Mauridi, Zuena aliongea kwa sauti iliyovunjika, ikisimama taratibu. Sikujua kuwa nilikuwa nimekupoteza kiasi hiki. Nilikuwa nikifikiria kuwa sababu nina vigezo vyote vya kijamii, basi unapaswa kunivumilia hata kama nina kiburi. Leo nimeelewa kuwa mahaba sio elimu wala asili peke yake, bali ni unyenyekevu na jinsi unavyomfanyia mwenzako ajihisi. Akasema tena, sitaweza kukulazimisha kunipenda na sitaki kuwa mwanamke ambaye anakaa kwenye nyumba ambayo moyo wa mume wake uko kwingine. Na kutakia kila heri na huyo Aisha wako. Natumai atakupa kile ambacho mimi nilishindwa kukupa. Zuena alichukua mkoba wake, akawasalimia wazazi wa Mauridi kwa heshima ya mwisho na kutoka nje ya nyumba ile. Alijua kuwa tangu siku hiyo maisha yake yangebadilika na somo hili lingeamka moyoni mwake milele. Mauridi alimkaribia baba yake na kumshika mkono. Asante baba kwa kunielewa. Naahidi Aisha atakuwa mke bora na mkwe mwema kwenu. Mzee Salum aliguna, nenda kamlete huyo binti hapa. Mwisho mwa wiki nataka nimuone huyu aliyeweza kumpagawisha meneja wa Hello mtazamaji, tuishie hapo kwa hapo leo. Nadhani kuna mitambo haikwenda sawa, so nikukaribisha katika kipande cha 5 ambacho kitakuwa ni mwisho, lakini usiache kusubscribe kwa pamoja nami mwanzo mwisho kwa wakati wote katika simulizi ya mahaba ya binti wa Kitanga. Asante.